وكنز لا تخاف عليه لصا خفيف الحمل يوجد حيث كنت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله صلوات الله وسلامه عليه نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، معنا الحديث الرابع والعشرون. تنا حديث يا 24 katika majlisi yetu hii biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Hii ni hadithi katika hadithi ambazo auradahu al-Imam an-Nawawi rahimahullah ta'ala fi kitabihi. Al-Imam an-Nawawi ameziweka hadithi hizi katika kitabu chake cha al-40 an-Nawawi. Allah subhanahu wa ta'ala yarhamuhu, Allah amrehemu al-Imam. Hadithi hii يقول المؤلف رحمه الله تعالى عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل أنه قال. أميبكي أبي ذر رضي الله عنه kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam katika yale ambayo Mtume sallallahu alayhi wasallam ameyapokea kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Anasema kwamba amesema Allah subhanahu wa ta'ala. Mtume anaeleza katika hadithi hii, hadithun adhim, hadithi ambayo ni tukufu mno katika hadithi za Mtume salawatullahi wasalamuhu alayhi. Na hadithi hii ina tofauti na hadithi ambazo tumezisoma awali. Hadithi hii inafahamika kwa jina la al-hadithul qudusi, hadithi ambayo ni qudusi. Tukiacha hadithi ambazo tumezisoma nyuma zilikuwa ni ahadithu nabawiyya, ni hadithi za Mtume sallallahu alayhi wasallam ambazo tunazifahamu kwa jina la alhadithu nabawi, hadithi za Mtume sallallahu alayhi wasallam. Lakini hadithul qudusi, hadithi zilizotukufu hizi ni ma kana min kalami Allah subhanahu wa ta'ala lafdhuhu wa ma'nahu. Mtume anasimulia lakini ni maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala, lakini na maana pia inatoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Fafi hadha alhadith umurun adhima. Katika hadithi hii kuna mambo makubwa sana ambayo Muislamu anatakiwa apate mazingatio mno, na tofauti baina hadithul qudusi pamoja na Qur'an al-Karim, kwa sababu tumesema kwamba hadithul qudusi kalamullah subhanahu wa ta'ala lafdhuhu wa ma'nahu, ni maneno ya Allah na maana pia inatoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na Qur'ani ni hivyo hivyo, lakini tofauti yake kwamba Qur'ani ni mutaabadun bitilawatihi. Qur'ani maana yake mtu unapoisoma ni ibada na unapata thawabu zile za Mtume sallallahu alayhi wasallam, kwamba alif lam mim la aqulu alifun harfun, la aqulu alif lam mim harfun, bal alifun harfun wa lamu harfun wa mim harfun. Maana yake unaposoma herufi moja unapata thawabu 10. Na vile vile hadith al-Qudus zina thawabu za kufanya khairi wakati unazisoma, lakini hazina ujira ambao umefungwa kama kwenye Qur'ani. Lakini pia Qur'ani tunafahamu kwamba la raiba fihi, lakini hii inawezekana ikawa ndani yake kuna ambazo hazijadhibitiwa vizuri, zikaingia udhaifu ndani yake, ikawa ni hadithi ambazo makdhuban ala rasulillah sallallahu alayhi wasallam, amesingiziwa na kubebeshwa Mtume sallallahu alayhi wasallam na wale ambao hawataki khairi katika dini hii ya Uislamu. Lakini Qur'ani hakuna anayeweza kuibadilisha. Allah subhanahu wa ta'ala yaqul inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun, sisi tumeiteremsha Qur'an na sisi tumechukua ahadi ya kuihifadhi Qur'ani. Kitu gani amekipokea Mtume sallallahu alayhi wasallam kwa Mola wake? Anasema Allah subhanahu wa ta'ala katika hadithi hii, ya ibadi, takraru dhalika ma'a kulli faqra. Allah anarejea maneno haya mara kwa mara katika hadithi hii. وهذا يدل على تلطف الله عز وجل بعباده ورأفته بهم. na hii inaonyesha upole na huruma ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa waja wake. Allah anawaita waja wake, ya ibadi, enyi waja wangu, inni haramtu dhulma ala nafsihi, hakika yangu mimi nimejiharamishia dhulma, waja'altuhu, na nimeifanya dhulma, bainakum muharrama, baina yenu pia ni haramu, fala tadhalamu, basi msidhulumiane katika maisha yenu. Allah baada kubainisha kwamba dhulma haifai katika maisha, mtu hutakiwi kuwatapeli wengine katika maisha yako. La yadhlimu rabbuka ahada, Allah hamdhulumu yoyote, kila mmoja Allah atampa haki yake siku ya Kiyama. Kwa hiyo baada ya kubainisha madhara ya dhulma, akatutaka sisi tusidhulumiane katika maisha kutokana na madhara yanayopatikana kwa dhulma. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala akaweka na katazo kwamba la tadhalamu, baadhi yenu msiwadhulumu wengine, msidhulumiane.
Lakini Allah akaendelea tena kuwaita waja wake kwa upole kwa kuwaambia, ya ibadi, enyi waja wangu, kullukum dallun illa man hadaituhu, nyote nyinyi mmepotea isipokuwa yule ambaye nitakayemuongoza mimi. Asili yenu nyote mmepotea. Fastahduni ahdikum, basi niombeni mimi muongozo. Ahdikum, jawabu, mimi nitawaongoza katika maisha yenu. Kwa hiyo alhidayah min Allah subhanahu wa ta'ala, muongozo unatoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Falmuslim yajibu alayhi an yas'ala Allah subhanahu wa ta'ala alhidayata wat-tawfiq. Muislamu anatakiwa muombe Allah subhanahu wa ta'ala katika maisha yake muongozo na tawfiki ya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah anasema atakuongoza, lakini Allah anaendelea, ya ibadi, enyi waja wangu, kullukum ja'i'un illa man at'amtuhu, nyote nyinyi mna njaa isipokuwa yule nitakayemlisha mimi. Wa fis samai rizqukum wama tu'adun wama min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabin mubin. Allah anabainisha kwamba sote sisi ni wahitaji kwake Allah subhanahu wa ta'ala. Sote sisi tunahitajia kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, tunahitajia sisi kutoka kwake. Sote sisi tuna njaa isipokuwa yule ambaye atakayelishwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Basi Allah anatutaka sisi tunapofikwa na haja, tunahitaji chakula, riziki, tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala. Huwa ar-Razzaq, Allah yeye ndiye anayeturuzuku sisi katika maisha yetu. Hatutaki tuwaelekee wengine kuwaomba sisi. Wasalilladhi abwabuhu la tuhjabu, muombe yule ambaye milango yake haifungwi. Wallahu yaghdhabu in tarakta su'alahu wa bunayyu adamu hina yus'alu yaghdhabu, muombe Allah. Na wallahi Allah subhanahu wa ta'ala anachukia unapoacha kumuomba yeye riziki, na binadamu sifa yake na kawaida yake, unapomuomba basi hukasirika, na haya ndiyo maisha yalivyo. Lakini Allah anaendelea kusema, ya ibadi, enyi waja wangu, kullukum aar illa man kasautuhu fastaksuni aksukum, enyi waja wangu, nyote nyinyi hamjavaa mavazi isipokuwa yule nitakayemvisha mimi, basi niombeni mimi mavazi niwavishe, nitawavisha baada ya kuniomba. Ya ibadi, enyi waja wangu, kullukum tukhti'una bil-laili wan-nahar, nyote nyinyi mnakosea usiku na mchana kumkosea Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ana aghfiru dhunuba jami'a, na mimi nasamehe dhambi zote. Fastaghfiruni aghfiru lakum, Allah anafungua mlango kwa kusema niombeni mimi msamaha na mimi nitawasamehe. Allahu akbar. Ta'maluna sayiati wal khataya, binadamu tunafanya makosa katika maisha yetu. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, kullu ibn adam khata, binadamu wote ni wenye kukosea katika maisha yao. Wa khairul khata'ina at-tawwabun, lakini wabora ni wale ambao baada ya kumkosea Allah subhanahu wa ta'ala wanamuomba Allah subhanahu wa ta'ala msamaha na wanafahamu yale makosa yao. Kwa hiyo al-ibadu yukhti'una, waja wanamkosea Allah subhanahu wa ta'ala. Allah anasema, fastaghfiruni, niombeni mimi msamaha mnaponikosea. Wa inni laghaffarun liman taba wa amana wa amila salihan thumma ihtada, na mimi ni mwenye kupokea msamaha kwa yule ambaye atakayetubia na akaamini na akafanya yaliyo mema kisha akaendelea kuishi vizuri katika maisha yake. Na Allah subhanahu wa ta'ala ametusisitiza sisi tufanye tutakayoyafanya katika makosa, lakini Allah anatubembeleza kwa kumwambia mtume wake, qul ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah, ewe Muhammad waambie waja wangu ambao wamepitiliza, wameyafanya maasi, kuyafanya katika maisha yao, la taqnatu min rahmatillah, msikate tamaa na rehema ya Allah subhanahu wa ta'ala. Inna Allah yaghfiru dhunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim, Allah anasamehe dhambi zote na Allah subhanahu wa ta'ala ni mwingi wa kusamehe na ni mwenye huruma Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo binadamu tutakiwa tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala, na Allah ametufungulia mlango wa maghfira. Ala tuhibbuna an yaghfira Allahu lakum wallahu ghafurur rahim, hivi upendi wewe Allah subhanahu wa ta'ala kusamehe kutokana na ulioyafanya? Wallahi bila shaka kila mmoja anapenda. Basi fastaghfirillah, mtake msamaha Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala anaendelea kusema, ya ibadi, enyi waja wangu, innakum lam tablughu dharri fatadhurruni, nyinyi hamwezi kufikia madhara eti mkaamua munidhuru mimi, nyote mkusanyike mnidhuru. Hakuna binadamu wanaoweza kufanya hivyo wala kiumbe wanayoweza kufanya hivyo. Fatadhuruni, eti mimi nikadhurika kutokana na madhara yenu. Mseme kwamba sisi hatumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala ikawa mnampunguzia Allah kwenye ufalme wake. Abadan. Walan tablughu naf'i fatanfa'uni, wala hamwezi kufikia
kukusanya labda manfaa au wema eti mninufaisha mimi nikawa mmeninufaisha mimi. Ana lastu bihajatin lakum, mimi sina haja na nyinyi, bali nyinyi ndio mna haja na mimi. Na ndivyo ilivyo, wallahu ghaniyun 'anil alamin. Allah ni mkwasi, hahitaji chochote kutoka kwetu sisi, na sisi ndio wahitaji, tunaohitaji kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Allah anaendelea kutupembeleza kwa kutuambia, ya ibadi, enyi waja wangu, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dhalika fi mulki shay'a. Laiti wa kwanza wenu kuumbwa mpaka wa mwisho, viumbe wote na majini wote na binadamu wote, kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum, wote hawa wawe ni wacha Mungu wa yule mcha Mungu ambaye anaongoza dunia nzima, mcha Mungu zaidi. Sote viumbe wote tuwe ni wacha Mungu dunia nzima, basi jambo hilo halimzidishi Allah katika ufalme wake chochote. Tumwabudu sote Allah, tusimuasi, basi Allah hapungukiwi na chochote wala hazidishiwi katika ufalme wake na chochote. Ya ibadi, enyi waja wangu, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum ma naqasa dhalika min mulki shay'a. Laiti wa kwanza wenu mpaka wa mwisho kuumbwa, binadamu wote na majini wote, wote wawe na moyo wa kafiri mmoja ambaye ameasi kupitiliza katika maisha yake. Sote tuwe ni makafiri. Leo tuseme hatusali, hatufungi, sote tunapinga kwamba hakuna Allah, basi jambo hilo pia halimpunguzi Allah subhanahu wa ta'ala katika ufalme wake chochote. Allahu akbar. Hii ndiyo hali ya Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini Allah anaendelea kutubembeleza kwa kutuambia, ya ibadi, enyi waja wangu, kweli nimewataka nyinyi mfanye ibada na muachane na maasi, lakini ni hikma, kwa hikma maalum. Allah anaendelea kusema, law anna awwalakum, laiti wa kwanza wenu, wa akhirakum, na wa mwisho, wa insakum, na binadamu wote, wa jinnakum, na majini wote, qamu fi sa'idin wahid, laiti watasimama watu wote katika uwanja mmoja, wa kwanza kuumbwa mpaka wa mwisho kuumbwa, wote tukusanye uwanja mmoja, majini na binadamu. Fasaluni, kisha watu wote wakawa wananiomba, majini na binadamu, wa kwanza mpaka wa mwisho. Fa'ataitu kulla wahidin mas'alatahu, basi kila mmoja nikampa kile alichoniomba. Hebu fikiria, takhayal, fikiria katika akili yako, laiti tukusanye sote hivi tulivyokuwa tunatamani sisi kufungukiwa katika dunia yetu, tupate kila kitu tunachokitamani, kila mmoja akaomba hasa kile anachokitaka, basi na kuogopa, kila mmoja akafunguka akaomba anachokitaka katika maisha yake, basi Allah anasema ningeliwapatia nyote kwa mara moja, kila mmoja ningempa kile alichokiomba. Lakini ma naqasa dhalika mimma indi, subhana rabbi. Hii lugha iliyotumika hapo tofauti na lugha za mwanzo. Allah anasema ma naqasa dhalika, haliwezi kupunguza jambo hilo, mimma indi, katika baadhi tu ya vile ndivyo navyo, illa, isipokuwa kama yanqusul mikhyatu idha udkhila albahr, isipokuwa kama vile inavyopungua sindano inapoingizwa katika bahari. Sindano unapoichukua ukaingiza katika bahari, labda kuna tonye huenda likawa limeruka juu linatoka, basi ndipo unavyopunguza wewe labda katika ufalme wa Allah. Tena hiyo hali ni ya kukusanywa viumbe wote, wa kwanza wa mwisho na majini na binadamu wote, kisha Allah akawajibu, basi ni kama vile tumeingiza sindano katika bahari. Hivi ina athari gani sindano inapoingizwa katika bahari? Kwa hiyo ndivyo ufalme wa Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu akbar. Allahu ghaniyun 'anil alamin. Ya Rabbi, nas'aluka rahmatak, ya Rabbi tunakuomba rehema zako. Mtume sallallahu alayhi wasallam anaendelea kusema kwamba Allah subhanahu wa ta'ala anaendelea kuwabembeleza waja wake kwa kusema, ya ibadi, enyi waja wangu, innama hiya a'malukum, hakika hayo matendo yenu mnayoyafanya katika maisha yenu, innama hiya a'malukum, hayo matendo yenu mnayoyafanya, uhsiha lakum, na yahifadhi kwa ajili yenu wenyewe. Allah anasema, yawma tajidu kullu nafsin ma amilat min khairin muhdara
وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. siku ambayo kila nafsi itakuta yale ambayo imefanya nafsi hiyo yamehudhurishwa, muhdhara, yamehudhurishwa hapo, hakuna kilichoachwa. Mtu atasema mali hadha alkitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha, hiki ni kitabu cha namna gani, hakuna dogo wala kubwa isipokuwa limedhibitiwa katika kitabu hiki. Allahu akbar. Allah anasema faman ya'mal mithqala dharratin khayran yara wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yara, yule atakayefanya jambo la khairi hata liwe dogo namna gani basi ataliona siku ya kiyama, na atakayefanya shari hivyo hivyo ataliona limedhibitiwa siku ya kiyama. Kwa hiyo ni siku ambayo Allah anasema hii a'malukum, hayo matendo yenu, uhsiha lakum, mimi ninayahifadhi kwa ajili yenu, thumma uwafikum iyaha, kisha nitawalipa kutokana na haya mnayoyafanya. Faman wajada khaira, yeyote yule ambaye atakayepata khairi kutokana na yale aliyoyafanya, basi falyahmadillah, amshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Waman wajada ghaira dhalika, na atakayekuta kinyume na khairi, manake akakuta ni shari ndio ambayo ameiandaa yeye mwenyewe katika maisha yake, fala yalumanna illa nafsahu, mtu huyo asilaumu isipokuwa nafsi yake yeye mwenyewe, kwa sababu yeye ndiye sababu ya shari alizozifanya na maasi aliyoyafanya katika maisha yake. Wa udhi'a alkitabu fatara almujrimina mushfiqina mimma fihi wa yaquluna ya waylatana ma li hadha alkitab, na kiwekwe kitabu basi utawaona wale waovu wanaogopa kutokana na yale ambayo yamedhibitiwa ndani ya kile kitabu. Utakuta wanalalamika, hiki ni kitabu cha namna gani? Allah anasema ahsahu Allah wa nasuhu, Allah ameyadhibiti yale mambo ambayo yamefanywa, lakini waje wao wameyasahau. Anta tansahu wala kaannaka fa'alta shay'a, wewe unasahau, unajiona kama hujafanya chochote, lakini huwa mudawwanun alayka wa satatuwajihu yawm alqiyama, lakini amehifadhiwa kwa ajili yako, na siku ya kiyama utakuja utakutana nayo mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo faman wajada khaira, atakayekuta khairi basi falyahmadillah, la yaqul hadha min kasbi, mtu asiseme haya ni chumo langu, labda hasaltu hadha, bal bihamdillah jalla wa ala, mtu amshukuru Allah na amsifu Allah kwa sababu yale yanatokana na fadhila za Allah subhanahu wa ta'ala. Amma amaluka la yusawi shay'a, matendo yako uliyoyafanya hayalingani chochote, walau ijtahadta al-laila wan-nahar, hata ujitahidi usiku na mchana ufanye ya kuyafanya, lakini fadhila za Allah subhanahu wa ta'ala ndio Allah anaamua kukuingiza katika pepo. Lakini kama kweli yatathaminishwa yale uliyoyafanya kisha ithaminishwa na pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala, basi la yusawi shay'a, matendo yako hayana nafasi ya kupewa pepo wewe ambayo ni ardhu as-samawati wal ardh. Muislamu wajionaje siku ya kiyama wenzako wote wamekusanywa katika ardhi, kisha wapeponi wanaingizwa katika peponi mpaka watu wote wanamalizika kuingia katika pepo, wala yakunu laka makanan fiha, kisha wewe usipate nafasi katika hiyo pepo. Innaha la khasara, ni khasara kubwa kwa Muislamu. Kwa hiyo jiddu wajtahidu, tujitahidi Waislamu kufanya khairi na mambo yenye kumridhisha Allah subhanahu wa ta'ala. Faman wajada khairan falyahmadillah wa man wajada ghayra dhalika fala yalumanna illa nafsahu. Rawahu Muslim wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. وكنز لا تخاف عليه لصا خفيف الحمل يوجد حيث كنت.